Mambo. Poa. Mama siku mbona na hivyo? Kwa nini nilikuwa wataka nikweje? Mimi nilikuwa na mimi mbona wewe peke yako hapo? Sasa nilikuwa nataka nisimame na nani? Ni basi kosa kusalimia basi. Mambo poa. Hata usinipatie hug, hata unipatie kama mimi wako basi. Oya. Umesema tukutane hapa. Hebu niambie chenye nataka tuongee, mimi niende zangu labda. Lakini hapa sinaonekana ni njia basi tunatafuta mahali tuongee kiasi. Tuongee wapi? Tuongee hapa ndio penye amenipata, ni hapa tunaongea tunamaliza. Hapa panatosha. Ongea nikusikie, tuelewane, uende niende zangu. Sikiliza niweze kunielewa. Ile tuliahidiana tutakutana hapa. Basi inaonekana tumekutana. Sasa mimi nilikuwa naomba ili tukiweze kwenda mahali tukiweze kukaa ili tuzungumzie mambo ya watu wazima. Au unaonaje? Tenda wapi? Kwani tukae nyumbani, hata kama tunawezekana nipeleke nyumbani tukiweze kukaa tukiweze kuongea vizuri tukiweze kujuana kwa ndani mimi na wewe. Okay, mimi nimekuelewa. Umesema sijui nilikuwa nataka tuende wapi mwanzo? Nilikuwa nataka nipeleke wapi? Nilikuwa nataka tutafute mahali tuende tuketi tuelewane, ama kama inawezekana basi tuende nyumbani tupeleke pia nyumbani, ama kama tuzungumze vizuri. Wewe ulikuwa unasema nataka kujua kwetu, si ndio? Unaje nikikupeleka huko kwetu tuende tukatembee uone kwetu ama sasa kweli na sasa sio wanaume kwenda kuna msichana hapo na kuanga ngumu, lakini haunako place nyingine tungeenda. Utaenda. Sasa hapo nimeshaanza sasa. Okay basi. Kwani siku hizi kaburi ni mbili tu in one, watu wanakufa mara mbili ya mama. Naona ndoto hapo. Usi mtu hapo juu ya kaburi ama ni maiti imefufuka? Naona vibaya mavipi? Hapa. Ninaona vibaya ama ni nini? Kwani ni mtu amelala juu ama ni maiti imefufuka? Watu tulizaliwa kwa Roho Mtakatifu. Hapa lazima nijijaze, acha niende. The Rose Dundas. Hapi. Si hata mimi nakushangaa wewe. Acha nduru. Wacha punguza bangi wewe. Nini? Hapa unaona jua ni wapi? Nini ulikuwa umelalia? Unafanya nini makaburini wewe? Hata mimi ndio nashangaa. Umefikaje wewe? Kwani siku hizi watu mnakufa na kinyazo na vest? Hapana, nilikuwa nimetoka na mrembo wangu. Alafu akaniambia ati ananipeleka kujivinjari. Kujivinjari? Alafu ukaendaje? Sasa nashangaa vile nimepatikana hapa. Sasa hii ni geology. Ama wewe ndio umenileta hapa? Wewe. Tuheshimiane. Basi nisaidie. Nikusaidie vipi? Na nguo zangu zimeenda wapi? Wewe mimi ndio nilana wewe. Uliza msichana mwenye ulikuwa na yeye. Okay, nani wewe babaka? Oya, mimi nilikuwa napita. Basi nisaidie. Naomba unisaidie. Nisaidie vipi? Si nimekusaidia kukuamsha. Sasa tutaenda nyumbani na vinyasa. Niambie, juzi huwezi patikana hivi makaburini, juu ya kaburi umelala. Sasa mimi kuna msichana tulikutana naye mara ya kwanza. Nikatokea kumpenda sana. Wakati mimi nilimpenda hadi akaniambia sasa jana
tulikutana akaniambia twende tuvinjari. Wakati tulienda kujivinjari, akanichukua akanipeleka kwao. Sasa wakati alinipeleka kwao, akaniambia hapa niko sawa, nisiwe na shida yoyote. Bas. Wewe shida iko sababu gani? Umelala na jini na huyo msichana ni jini. Hebu kwanza confirm kama vitu ziko. Confirm. Uko shuka ni jini. Wewe ni mtoto wa nani? Jembe, ango Jembe. Ule mzee. Mzee Jembe. Wewe. Mimi yeye anajua story hapa hii area, anajua vile majini iko. Kwanza ndiye anapigana vita na hiyo majini. Basi naomba nisaidie tafadhali. Confirm mangozi iko wapi? Sasa sijui. Basi nisaidie kutafuta. Wewe kuisha. Wewe dead finish. Wewe kuisha wewe. Hata kusurvive leo Mungu asaidie tu. Wewe sitakusaidia. Kama umefikia mahali mpaka umelala juu ya kaburi, mimi nitakusaidia aje? Sasa wewe ni kama maiti mtarajiwa. Wewe kuisha. Enda ngo yako akusaidie. Si anasaidianga. Enda. Ukitoka hapa, nenda mwambie yenye amekutendekea. Niwaambie na wazee wa mtaa. Naweza nisaidie. Mimi kitu yenye nitakusaidia. Toka hapa mpaka uende kwa mjomba yako mwambie. Sawa? Bure. Mimi tafadhali nisaidie. Nikusaidie vipi? Sasa mimi nitaanzia wapi? Mama yangu. Sasa ngo mwenyewe alikataza. Alikuwa amenikataza kwa vipi wasikia. Mama yangu. Sisi nguo za Ramsi. Kwa sababu tunafanya nini kaburi? Ama mimi ndio naona vibaya. Nguo za Ramsi zinafanya nini makaburi? Nachimba kaburi. Kwani lazima nguo? Ama naoga. Lakini makaburini kuoga. Kuoga na makaburini. Sio vile mimi nafikiria. Nipigie mjomba simu. Hata mjomba ashike simu. Hata mjomba asikushika simu, lazima yeye mambo asikie. Alafu tena nguo za msalabani. Ila siku zina. Hapa lazima mjomba ajue. Alimwambia. Lakini hakunielewa, ni kama hakunielewa vizuri. Lakini utamalizana uko na mjomba yeye mwenyewe. Ramsi na mambo yake. Mjomba wake ndio anajua yeye. Mimi nakula matawi ya juu bwana, si ya chini. Mimi ndio Pastor James, pastor mwenyewe. Hakuna mtu kuniambia kitu bwana. Kwanza waiter mbona ananiweka sana? Waiter, uko wapi? Kapule haraka. Sasa unaona vitu kama hivi ndio nilikuwa natamani kwa maisha yangu yani. Vitu vizuri kama hivi. Ndio uzuri wa kuwa pastor. Alafu nakutana na majini wanakupa vitu tamtamu kama hivi. Sasa hivi mtu aniambie kitu bwana. Mtu aniambie kitu. Pastor James mwenyewe. Sasa hizi niko na nyumba yangu. Niko nakula kwa hoteli kubwa kama hii. Hivyo ndio nilikuwa nataka hii. Maisha hii. Majini mwa.
Pastor. Kijana. Ushafika? Nimefika hapa. Na umejuaje niko hapa? Si uliniambia utakuja hapa nilikwambia kajuisi kidogo. Pastor. Na ule msichana nilikuwa nimekuahidi. Mbona hujakuja na yeye? Yule msichana amesema before haja kuona mpaka mtumie 2000. 2000? Yes. Kumbe msichana ni mjinga hivi. Tunajua wanawake wa mjini wewe. Mimi nilikuwa nafikiria akikuja naweza mpatia hata 10,000. Kumbe ni mjinga hivyo. Pastor. Mbona wanishtua? Mbona kama wanishtua hivi? Sasa hebu chukua hii simu, weka namba yake. Acha niangalie kama kuna namba yake hapa. Nikuwekee. Tao kuna bahati imepatikana. Imepatikana. Hebu weka hapa. Sawa, subiri kidogo. Hii hapa. Okay, umeweka. Nimeweka. Sasa pesa yako ilikuwa ngapi? So usema utaniongezea 500 juu. Kwa 500? Sasa kwa hiyo 500, hata nikuongeze 1000 huko 1500. Alafu msichana nitamuongezea kwa 2000, nitamuongezea 1000 kwa 1300. Sawa? Sababu naona tu msichana kama maskini wa kawaida tu. Huyo ni maskini tu. Si ndio? Sawa, sasa hiyo pesa nimemwekea. Alafu sasa wewe nawe hebu weka namba yako hapo. Okay, umeweka. Alafu sasa utakula kitu ama utakunywa chochote, labda kinywaji? Boss, unajua hapa ni bei kali, so ungenipatia tu yangu mimi. Bei kali? Kunywa chai huko nje. Lakini hata usijali. So kwa hivyo acha nikuongezea 500, utakunywa chai mbele. Sawa? Pastor wangu nitashukuru. Nitashukuru sana. Nitashukuru sana ukinifanyia hivyo, nitashukuru. Lakini ufanye kazi vizuri. Nikwambia saa hii. Kazi nitakufanyia kwa usahihi sana. Pesa si tatizo. Boss wangu. Sawa Pastor. Alafu kuna kitu nimesahau. Vile ulikuwa umesema kuhusu paka ile nyumba rangi. Ile nyumba. Na ile nyumba nataka ipakwe rangi, lakini kuna maneno kidogo nafaa kurekebisha kidogo, ndo nikuambie uwaite waanze kupaka rangi. Okay. Hiyo haina tatizo. Sawa Pastor. Kazi itakuwa tu sawa. Sawa. Leo nitashughulikia. Itakuwa vizuri. Fanya kazi, mambo itaenda salama. Sawa, nashukuru. Karibu. Sawa kijana. Poa. Sasa jamaa wengine bwana, maskini tawamaliza. Lakini wakikuja kwa Pastor James nikiwapatia naongeza kitu. Sasa wa majini wanasema ndio kunipa masharti na nyumba ni yangu. Lakini wacha msichana akuja. Wewe akikuja kila kitu kitaeleweka. Alafu sasa wa majini hata ukitaka kumuue Pastor J, wamuue tu. Wewe hata sina shida naye. Sasa mimi ndio pastor mkubwa bwana. Wewe wammalize tu kabisa, hata sina tatizo. Alafu sasa hiyo nyumba hebu niangalie venye itafanywa renovation vizuri. Hii simu nayo. Nichukue hii simu. Halo? Mara mwisho kukutana na Ramsi tulikuwa kwa njia tukielekea dukani. Ramsi akaniambia atakuja kwako, alikuwa anakuonesha picha zingine za msichana hivi. Lakini sasa wewe nawe ukamwambia mambo za wasichana achana nazo. Sasa mimi nikajaribu kumshauri, lakini Ramsi alikuja kwangu hiyo siku. Na simu ati mjomba sijui nimepata kikali sijui nini. Nikamwambia Ramsi achana na hizo stories za warembo. Hiyo story ulipata wewe? Mjomba nilipata. Nilikutana na Ramsi kana naelekea dukani. Ramsi akaniambia amekuja kwako. Alikwambia ati nini? Wewe umsikizi, kila chenye anakuambia wewe kazi tu ni kupinga. So wewe ndio unasema hivyo ama ndiye alikwambia? Ramsi ndiye aliniambia na mimi nikajaribu kumwambia wewe jaribu kusikiza mjomba kidogo. Hizi tabia zenye anafanya zitakuja kumletea shida na sisi. Aswa mimi mjomba wake ndio mtaniingiza kwa maneno yenye mimi sitaki kuingia sahihi. Najua vijana na wasichana is okay. Ni sawa. Lakini lazima ujue mtoto ni wa nani, kwa sababu hawezi rukia tu kila msichana. Ni mtoto wa nani? Ana maadili yapi? Kwao wanaishi namna gani? Sio tu atu unachukua msichana tu umeona msichana kasi yako na bla 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 bla. Vitu hapo ndivyo sahihi. Dunia sasa sio dunia yetu ya zamani. Vitu sasa vimebadilika. Sijui mnaita digital ama? Ndio hivyo mjomba. Ndio maana nilijaribu kuambia Ramsi ajaribu kusikiza.
Sijui asipokusikiza atasikiza nani mwingine kama sio wewe. Ramsi ana ujuaji. Yo niliona hivyo. Mama yake kitambo alikuanga Tifa akiwa mdogo. Mjuaji, Subeda alikuwa mjuaji. Nimekuwa nao wote nyinyi, we babako na baba na mama Ramsi. Mimi nimekuwa mdogo nikiwaona wakiwa wakubwa. Wanasumbua Tifa, walikuwa wanasumbua mama namna hivyo. Enda mtafute umwambie na muita hapa akuja hapa. Utakuja nyumbani leo, lakini mjomba, hizo mambo zako za kuendea maji. Ametaka kuniletea maji? Hapo utakuwa tunadanganyana mjomba. Mimi mzee na miaka 52 niende nichote maji, kutafuta maji pale kwa mitungi. Wewe kijana ndugu yangu huko, Ramsa kijana dada yangu yuko. Mnataka kukula. Inawezekana namna hiyo? Hapo siri ni. Hapo siri ni kwa. Tafuta mwanamke. Haya mjomba. Haya. Mtoto mwenyewe, huyu mtoto wa Subeda jamani, huyu mtoto atakuja kunimaliza mimi. Subeda huyu. Habari?